Karibu sana ndugu mtizamaji, leo tumetembea. Na tumetembea sana, tuko hapa kwa babu yetu. Babu aliyebeba historia ya Wasukuma wote na Tanzania yote. Paka Ulaya watu wanasoma historia yake na kujiuliza ni nani huyu? Sasa sisi vitukuu vyake leo tuko. Lakini niko na mama yangu hapa. Atajitambulisha yeye, halafu atupe history kidogo ya mzee wetu Mwanamarundi. Watu wamekuwa kiisikia hii story, lakini wengine wanaisikia hii story ikiwa imeongezewa chumvi au imepunguzwa chumvi. Karibu mama. Asante. Mimi kwa majina naitwa Mkamba Mapela au Regina Cosmas Sita Kishosha. Nani yake na Mwanamarundi? Mimi nitamuita baba. Ni baba. Ndio. Baba ankuru, ambu chene. Nitambulishe. Mimi kwa majina naitwa Angelina Nangi Kishosha. Kishosha. Nani yake na Mwanamarundi? Mimi Mwanamarundi ni baba mkubwa. Baba ankuru. Baba ankuru. Baba. Watu wanataka wajue kwanza Mwanamarundi ni nani kwenye nchi hii na historia yake kiujumla. Mwanamarundi alikuwa ni mtu maarufu katika nchi ya Usukuma. Ndio, ambaye amelala hapa tulipokaa mlangoni. Tumekaa kwenye mlango wake wa magharibi hapa. Ndio. Mwanamarundi alikuwa ni mashuhuri na alikuwa akirudisha vitu vilivyoibiwa kama ng'ombe, wakati ule wa Masai wanaiba kwa nguvu. Ng'ombe kwa nguvu akarudisha. Alikuwa na uwezo wa kusonta mti ukakauka. Hapo na tukaokota kuni na tukapikia. Sio usontwe kesho ndio uje ukate. Yaani sasa hivi na matawi yanaanza kuanguka. Je, akisontwa mtu? Akisontwa mtu na yeye anakufa. Hivi tunapofanana mnatuona jamani. Wewe dili na sisi mtu akisonta mtu anakufa ndio. Anakauka. Lakini sasa hakuwa na ile hasira ya kusema kwamba anaweza akasonta kwa hasira. Yaani kwa lugha yetu tunasema kwamba ukiwa na mambo mazito haya inkolo yako iwe sio mtu wa kukasirika. Sio mtu wa kukasirika haraka tutaona. Yaani yeye hakuwa hivyo. Kwa hiyo Mwanamarundi alikuwa ni mtu mashuhuri sana katika nchi. Pia alikuwa na uwezo wa kupasua maji. Na pia alikuwa na uwezo wa kupasua maji, akatembea. Unaona, akaenda sehemu anayotaka. Ndio. Kwa hiyo Mwanamarundi alikuwa na uwezo huo. Na mambo mengi. Yeye ndiye mwanzilishi wa usalama. Yaani watu wanapoiba mang'ombe huku, ilikuwa utajiri wa zamani. Nakwambia wewe unanitazama, utajiri wa zamani kuanzia kwa kina Ibrahim, kwa kina nani, ni ng'ombe. Na Wasukuma utajiri ni ng'ombe. Sasa miaka ya 80 kurudi nyuma ilikuwa vita, ni watu kuibiwa ng'ombe, zinachukuliwa kijiji kizima au za watu wawili zinaenda. Lakini hili swala aliweza kulikomesha huyu babu yetu hapa, mzee Mwanamarundi. Akaitwa Kishosha Mang'ombe. Jina lake. Lakini jina lake harisi kabisa ni Iguru. Jina lake kabisa. Jina lake, yani jina la Mwanamarundi. Jina la Mwanamarundi alikuwa na milonjo, yani tuseme hivi. Malunda yake ni marefu. Marefu na milonjo yake. Jina kama milonjo naye. Jina Kishosha aliitwa kwa sababu alirudisha ng'ombe. Kipindi kile waliibiwa ng'ombe. Alipowarudisha ndio akaitwa Kishosha Mang'ombe. Kishosha Mang'ombe. Sawa. Kwa hiyo hilo jina ndio aliitwa. Hapa endelea. Na kuna jina jingine ambalo ni jina lake maarufu, alikuwa anaitwa Mwenhandege. Maana ya Mwenhandege, yaani alikuwa ni Msukuma wa kwanza kabisa kupanda ndege. Kipindi alivyokamatwa kwamba alivyosonta miti kwamba ikauke watu waokote kuni, wakakauka watu, kumbe kule mbele walikuwepo watu na zilikuwepo ng'ombe zikawa zimekauka, lakini kwa bahati mbaya hayakuwa makusudi yake. Ikawa kumbe bahati ilikuwa ni bahati mbaya. Watu kule mbele ya ile miti. Yaani ndugu yangu naye nitizama ni hivi, alikuwa anasonta miti ikauke wapate kuni. Sasa kule nyuma ya ile miti kulikuwa kuna watu na wenyewe wakakauka, sio kwa dhumuni lake. Ilikuwa ni kwa bahati mbaya kwamba hawakuona kuna nani mbele. Hiyo ni nguvu ya ajabu ambayo naweza kusema kwamba dunia nzima wanaisoma.
na wewe unayenitizama hapa, mpaka viongozi wote, mawaziri wa utamaduni, wote wanaohusika na utamaduni, mpaka rais hapa Ikulu pana